عبد العزيز. السلام عليكم شيخ. هلا كيف حالك؟ مزيمة طيب. سلامة. كنت كويس؟ الحمد لله. طيب. نشكر الله. طيب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. Mapya yako? Alhamdulillah, mapya namuonea hasara moja katika jamaa. Naam, khairu insha Allah taala. Alikuwa na Mungu kamjalia mtihani. Ndiyo. Kampa mtihani. Naam. Maana na ule mtihani ulikopo umemjalia yeye akamrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa mwenye kumnyenyekea, mwenye kumlilia na kwa dua. Basi baada Allah subhanahu wa ta'ala kumfungulia, naam, akamjalia ule mtihani ukaisha. Ndio. Naona na hivyo akamtajirisha, kamneemesha. Ndio. Iliyotokea na subhanallah akasahau yote yale. Kwa maana kaacha msikiti kawacha, kusali hasali hatujui, huenda anasali nyumbani lakini msikitini haonekani tena. Sasa namuonea hasara, sijui tena nimfikishie dawa vipi ili kumrudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tena. Huyo mtu na wa mfano wake, na wewe ndugu yangu mtazamaji, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewataja katika kitabu chake na ametoa mifano ya bahari, na leo tupo hapa mbele ya bahari. Itakuwa ni vizuri kuzungumzia aya za bahari ambazo zinalenga hili ambalo akhui Abdul Aziz amelilenga. Allah mtukufu katika Qur'ani anasema hivi, fa idha rakibu fil fulk, na watapanda katika jahazi au safina au meli, na ikatokea labda mawimbi makali, labda upepo mkali, kimbunga, hapo ndio inakuja kuonekana ikhlasi ya mtu. Naona kwamba tayari kifo kipo mbele yangu. Sasa fa idha rakibu fil fulk, na wanapopanda jahazi, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, ndio wanamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia ile dua, yani kwa ikhlasi, kwa utakasaji wa dua iliyokuwa ya halisi kabisa ambayo haina shaka ndani yake. Ya Rabbi tuokoe. Ndio maana huyu alipokuwa amefikwa na majanga, alipokuwa amefikwa na yaliyomfika, alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua za ikhlasi sana, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani kwa kumuondoa katika matatizo yake na kumtajirisha na kumneemesha ili apate kupima imani yake. Ndio maana Allah akasema katika akamilisha aya hiyo, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina, lakini mukhlisina lahu ad-din, anamtakasia dini, anamtakasia ile dua. Falamma najahu, na alipookoa amemtoa, amemneemesha, amtadisha ila albar, katika amani, katika nchi kavu. Wale waliokuwa baharini aliokoa katika nchi kavu, na huyo alimtoa katika janga lilofika, akamweka katika neema, kutoka katika nakama ikawa katika neema. Lakini sasa idha hum yushrikun, subhanallah, wakawa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema, wa idha ghashiyahum almawj, na watakapofunikwa na mawimbi, kadhulal, kama mawingu, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Aya hii inaipa nguvu zaidi aya ile tulisoma hapo punde. Falamma najahum, yani kwanza nakuja mawimbi makubwa kama vile mawingu, unaliona hilo, na ndio afa leo mfika. Subhanallah. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumtakasia ibada, kumtakasia dua, kumtakasia dini. Falamma najahum ila albar, na alipookoa katika nchi kavu, ameweka katika amani. Watoto walikuwa analia, watoto ampa watoto, alikuwa analia mali, ampa, chukua mali, anataka sijui awe mfanya biashara mkubwa, kuwa mfanya biashara mkubwa. Sasa anamsahau yule aliyempa. Subhanallah. Faminhum muqtasid. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawasema watu wazuri wanaopokea mtihani huu au neema hii, na wale wabaya ambao wanaokanusha na kukadhibisha na kuzikataa neema za Allah subhanahu wa ta'ala au kusahau fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema faminhum muqtasid, wapo wale wanaokwenda sawa, wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanajua athari za neema kwamba zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaendelea kuzitumikia katika kumshukuru Allah kutupatia hizo neema. Wama yajhadu biayatina, na wazkanushu ishara zetu, illa kullu khattar, isipokuwa yule khaini kafur, tena mkafiri mkubwa. Subhanallah. Kafiri mkubwa, ina maana anakufuru neema, huenda kumkufuru Allah. Kullu khattar, Allah anasema khaini. Alipokuwa baharini, alikuwa anamwahidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anasema la in anjaytana min hadhi lanakunanna min ash-shakirin, ya Rabbi, kama utatuokoa na hili tutakuwa ni miongoni wa wale walikuwa wanashukuru sana, utuokoe na hili. Anamuomba Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipomwokoa, angalia,
amemtoa katika ile mkono. Sasa hata msikiti haujui kusali, anasali hatuna tena habari, hatujui anafanyaje. Na Allah subhanahu wa ta'ala nasaha kubwa hapa inatoa vile vile katika aya tunatoa katika Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha adhaqna an-nasa rahma, na tunapoonjesha tunapowapa watu rahma kama alivyopewa huyu mtu min ba'di dharra, baada ya madhara aliyomfika, alikuwa anamnyenyekea namna gani katika wakati amefikwa min ba'di dharra masatum, madhara yalikuwa yamewafika. Idha lahum makrun fi ayati, unakuwa anafanyia vitimbi. Alikuwa anasali, sasa anatumia zile pesa au ile neema kwa kuacha kusali. Makrun fi ayatina qulillahu asra makra, kama nyinyi mnapanga basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama nyinyi mna vitimbi basi Mwenyezi Mungu vile vile anapanga vile vile. Usikae unafikiri kwamba wewe unamkufuru Allah katika neema alizokupa au ukamsahau Allah. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, Allah anasema hakika mitume wetu na maana malaika wetu wanaandika yote, vitimbi vyote na mambo yenu yote mnayofanya wanaandika na mtayakuta huko. Kwa hivyo nasaha yetu kubwa kabisa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man arifa Allah fi al-raha arifahu Allah fi ashidda, atakayemjua au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atakayemjua Allah subhanahu wa ta'ala katika raha basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamjua katika shida. Usifikiri kwamba utaendelea hivyo hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akamuondoa au akakuondoa katika raha uliokuwa akakurudisha tena, lakini ukirudi huko sidhani kama utaokoka. Kwa hiyo rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujafikwa. Kama una mali, tumia mali zako katika taa ya kumtii Allah. Kama una neema yote itumie, kama ni nguvu au saha au afya yako au mali zako au wakati wako, yote hayo yatumie kwa ajili Allah, kwa fa inna ni'ama zawala, neema kama haitumii katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala huenda ikakuondoka. Hii ndio nasaha yetu. Asante sana Sheikh, natumai nasaha hii imetufika na imewafika wote, na inshallah tuizingatie inshallah ta'ala. Barakallahu fik. Nasema mkono kwa mkono hadi peponi, hadi peponi. Jazakallahu khair.